fresh kama kawaida. Ya Mungu ni mwema. Bwana, bila tusipoteze muda, wewe ni shabiki wa klabu gani kati ya timu kubwa hapa nyumbani? Mnyama umepoteza ubingwa mara 5 mfululizo, wewe na wenzio wote nje ya Young Africans. Unawezaje kuzungumzia na umepokeaje taarifa za Young Africans kuwa bingwa msimu huu kwa mara nyingine tena? Katika mchezo wa mpira wa miguu na ni marathon. Ligi ni marathon, tunaposhindana mwisho wa siku lazima patikane bingwa. Yanga amekuwa bingwa kwa kubebwa kwa kila aina, kwa mbwembwe zote zilizopata mtaani, kubebwa kila kitu mpaka kuwa bingwa. Mimi sina cha kuwapongeza, naendelea kusema kwamba ni madhaifu yaliendelea kuwepo katika ligi yetu. Madhaifu ni gani wakati ligi imetamatika msimu huu? Viporo vilikuwa vichache lakini mvutano ulikuwa mkubwa, ligi imetamatika katika hii, unazungumza madhaifu ya namna gani? Tukija kwa mfano katika uongozi wa ligi kama ligi kwa ujumla na shirikisho la mpira la ndani Tanzania hapa, imekuwa changamoto kubwa. Mfano ile kauli ya wale Skaria kusema ya kwamba refaria kizingua anakula bani, hiyo ndio imekuja kuharibu kabisa soka letu. Waamuzi walikuwa na vurunda leo, kesho kutwa. Siongelee kwa Simba tu, kwa timu zote walikuwa na vurunda. Kwa hiyo katika engo hiyo huwezi ukapata ligi bora. Ligi imeisha ikiwa hovyo. Yanga kusaidi kuwa bingwa hata kidogo. Yaani wewe timu iliyokuwa bingwa inaenda kuvalia nguo guest. Kweli ligi hii tunazaliwa na wanakaa tu washangilia wanasema Yanga kawa bingwa. Kwa lipi? Bingwa wa nini yani? Labda unielekeze bingwa wa kitu gani? Bingwa wa loji, bingwa wa mpira. Tukisalia hapa kwenye eneo hili la ligi kuu Tanzania bara inaidogosha kuwa ligi imekuwa dhaifu. Tumeshuhudia huu ni mwaka wa pili ligi bingwa anapatikana kwenye mchezo wa mwisho. Imekuwa tofauti kidogo hata ligi nyingi duniani. Tafsiri yake ligi yetu inaonyesha ubora. Unaidogosha vipi wakati tunashuhudia miaka miwili mfululizo mechi ya mwisho inaamua bingwa? Ukiongelea katika lengo la kujipanga vikosi kwa vikosi, ligi yetu ni bora. Yale mambo yanaendelea kuendesha hiyo ligi ndio changamoto, lakini ukiangalia timu kwa timu zinaenda, kuna kitu tunaongeza, lakini yale mambo yanaendelea. Imagine watu waende kufanyia kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, wanavalia pembeni, watu wanamwaga maji, watu wanafanya vitu vya ajabu na bado watu wanaendelea kuwalea. Sasa tunasemaje ligi ni bora katika engo tu? Ukienda katika engo ya uwanjani pembeni nasema bora, lakini ya mambo yanaendelea matukio nje ya uwanja, siwezi nikakaa nikasema ligi ni bora. Kwa kitu gani? Hebu mpaka sawa, tunashukuru katika upande wa tuje kwenye upande wa klabu yako Simba Sports Club. Mpaka sasa hivi sitofahamu zimeendelea, kipi ambacho kinasababisha Simba Sports Club kukosa ubingwa mara hii ya 5? Wale ambao pengine hawafahamu kipi ambacho wakiwaza juu ya Simba Sports Club, unaweza kuambia kitu gani? Unaweza kueleza kitu gani sababu zinazopelekea Simba Sports Club mpaka sasa hivi kupoteza ubingwa huu mara 5 mfululizo? Katika mpira hicho kitu cha kawaida sana. Sisi Simba ndio tulikuwa timu ya kwanza kushinda 5 mfululizo. Kwa hiyo wao wakifuata hakuna changamoto aina yote. Kwa hiyo katika mashindano mkijipanga vizuri tutachukua ubingwa. Mfano katika ligi msimu huu au tuchukue mfano msimu uliopita Simba tulifukuza wachezaji wengi sana. Tukaandaa mfumo mpya, vijana hapa tulikuwa tunaingiza taratibu. Hapo tunashindana na mtu ambaye ni Yanga ana uti wake wa mgongo bado uko vile anajazia tu nyama. Hata kama akifeli usajili, wale watu ambao waliokuwepo kwa mgongo upo vizuri. Kwa hiyo anaendelea kuwa anaongezea tu mdogo kile kikosi chake kinafanya vizuri. Msimu huu pia hivyo. Yanga ukiangalia katika engo ya usajili, Yanga amesajili wachezaji wengi wamefeli, lakini uti wake wa mgongo bado uko vile. Sisi kama Simba msimu uliopita tumejaza vijana wengi, tumepambana mpaka dakika za 90 tumeshindwa kuchukua ubingwa kutokana na mtu alikuwa bora zaidi. Msimu huu tumeanza tu, kocha ndio kwa msimu uliopita akuepo. Kwa hiyo tumeanza msimu huu tunahangaika dirisha dogo, ndio tumekuja kutulia na zile kelele za uongozi hapa na hapa zikatuweka mbali, lakini tulipojaribu kutulia kusajili vizuri katika dirisha dogo, nadhani dirisha dogo kutoka dirisha dogo mpaka hapa ligi ilipoishia hakuna timu bora kama Simba. Kwa hiyo msimu unaokuja jiandaeni na nyie kulia kama tulivyolia sisi. Mlilia misimu 4, tumelia misimu 5, mtalia 6, tutakuja kulia 2 na imani. Sasa kupitia Proud Magara TV viongozi wa Simba, uongozi wa Simba uache usnichi. Wao kwa wao ndani kuna usnichi ndani yake. Kuna muda wanakuja watu wanatumwa wale influencer. Unajua wale mashabiki wa Simba na Yanga ambao wanajulikana wale ndio watuharibia mpira wetu katika engo nyingine. Walitoka watu wakasema Modeoji sukuma sama ngapi hatumtaki, wakaja watu Modeoji ndio kila kitu. Sasa hao wanaovutana, hao wanatumwa na viongozi, maana yake ndani hapako sawa. Kwa hiyo ndipo kama Modeoji uongozi wa Simba na huyu mtu anakuja Jeruti katika upande wa jezi, wasije wakatugawa. Tutengeneze tu kitu kimoja, msimu unaokuja tuanze pamoja. Na imani pesa yatakuja, maana hela itakuwepo na nguvu itakuwepo. Pesa yatakuja, tukimtaka nani atakuja, lakini ikiwa kuna huku tukijikata, tutaendelea kusubiri ubingwa na kuna hati tena kama tutaendelea kuweka mambo kama ovyo. Yanga akaja akachukua mara 7 mfululizo, tukaanza kutafuta mchawi nani. Siongezi neno wala sipunguzi neno. Hii ni Proud Magara TV. Brother, nikushukuru sana. Shukrani sana. Mambo vipi? Mambo poa, niambie. Fresh. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Mwanga Jeyara. Mwanga Jeyara, wewe ni shabiki wa klabu gani kati ya timu kubwa nyumbani Tanzania? Alani Okelo Yanga.
Ni okeo Yanga paka umezuzwa mguu umevunjika. Nafikiri shabiki wa Young Africans. Twende moja kwa moja. Young Africans wametawaza kuwa mabingwa kwa mara ya 5 mfululizo ikiwa ni ubingwa wa 32. Kwako wewe umepokeaje ile tukio na unawezaje kuzungumzia ubingwa wa Young Africans? Ili tukio la ubingwa wa Young Africa nimelipokea kwa furaha zote na mikono yote kwa pamoja, kwa sababu ujue kwamba kuchukua ubingwa mara 5 mfululizo katika sisi majenzi ndio kwanza tunaona, ushaona vizuri. Kwa hiyo nimelipokea vizuri. Nasikia kwamba wale ambao sura tafadhali nipigie enzi hizo wanasema Yanga alishachukua ubingwa mara 5 mfululizo, ila mimi sijauona, ila ubingwa huu wa mara 5 mfululizo mimi jenzi nimeuona. Kwa hiyo nimeupokea kwa mikono yote miwili. Lakini pia ubingwa wa Young Africans umekuwa na hisia tofauti, baadhi ya wadau wakisema Young Africans hakustahili kwa sababu usajili wake wa dirisha dogo wote ulifeli, mambo yalikuwa mengi hapo katikati, performance ilikuwa sieleweki. Wanasema ubingwa wa Young Africans, wengi wao wanasema ubingwa wa Young Africans umekuwa ni ubingwa wa janja janja nje ya uwanja. Hii umeipokeaje na unawezaje kuwazungumza kuwakata ngebe watu wote wazungumza miundo kama hii? Yaani wengi ambao wanazungumza kwamba hayo ambao umeniuliza kwamba hao ni upande wa pili, sawa. Ujue upande wa pili, mashabiki wengi wa upande wa pili sasa hivi wana muheho, yaani kwamba wanaweweseka, yaani hawaamini Yanga walichokifanya. Ujue kwamba hizi timu za Kariakoo zinategemea kwamba huyu akichukua mara 4 basi huyu huweza kuja kupindua matokeo ya huyu anakuwa hayapo. Lakini sasa kitakuja kufanyika Yanga kwamba kaja kupindua matokeo ya huyu alichukua mara 4, huyu kaja kuchukua mara 5. Sasa hao wanaozungumza wengi ni wa upande wa pili, ambao tuseme kwamba mimi sijawahi kuona watu wenye muheho au mweweseko kama mashabiki wa Simba katika ubingwa wa 5 mfululizo. Kwa sababu tukiangalia sawa kwamba kachukua mara ya kwanza mtangazaji, kachukua mara ya pili mtangazaji, kachukua mara ya 3 mtangazaji, kachukua mara ya 4, hii ya 5. Sasa wao wanacholalamika nini? Kwa sababu tukiangalia ubingwa wa kwanza walisema kwamba Mangungu anatoa siri, sawa, ndio maana Yanga kawa bingwa, sawa. Tukaachana nao tukachukua ubingwa. Ubingwa wa pili wakasema wameshadili wazee, watakuwa wazee waondoke. Ushaona, wakaondoa wazee. Ubingwa wa tatu wakasema bado wanatengeneza timu. Hao Simba hao, sawa. Yaani kila ubingwa unaokuja hao wanakuwa wana sababu zao. Ubingwa huu tena wanasema kwamba marefari, lakini wanasahau kwamba hii ligi ilikuwa ni marathon. Yeye alishakaa juu. Sawa, kwa nini kakaa juu kadondoka chini? Ina maana Yanga akipoteza pointi na yeye anafanyaje? Anapoteza. Wanaosema timu bora hiyo, Yanga akifungwa na yeye anafungwa. Unaona? Sasa nikiangalia kusema kwamba eti kwamba tatizo ni marefari, kwamba wao wanavyozungumza, hebu turudi kitu kimoja. Wao wanataka goli la wapi? La Zanzibar dhidi ya Yanga Afrika. Tuwape lile goli. Sawa, tufanye na pointi 3. Sawa, twende kwenye mechi ambazo wao walibebwa, ambazo raia wote na dunia nzima iliona. Sawa, twende kwenye mechi ya Singida Black Stars tukaifanye sare, wamepoteza pointi 2 kule, tunatoa inabaki 1. Sawa, twende mechi ya Dodoma. Sawa, twende mechi ya JKT ambao wanapewa penalti dakika za mwisho kabisa. Mtu anajikwaa mwenyewe, Shomari Kapombe na uzee wake anapewa penalti, wanapewa penalti wao. Yaani wanajikwaa wenyewe, wanapewa penalti wenyewe. Twende tuseme na ile mechi kapoteza. Ubingwa huo unaupata wapi? Kwa staili ipi? Tuwape zile pointi 3. Twende kaangalie michezo ambao wao wamebebwa. Ushona, washasahau hawa mechi ilianza saa 10 mwandishi ikaisha saa 2 usiku. Hawa washasahau hivyo vitu. Yaani wanasahau, wanajisaulisha. Ndio maana nakwambiaje, huu ubingwa mara 5 mfululizo, hao kama wana muheo fulani hivi, yaani hawaamini. Sasa tunaomba tumalize katika hili. Tunaomba tuibie siri. Young Africans ameendelea kuwa mbabe. Kipi ambacho Young Africans kinafanya endelee kuwa winner wa ligi kuu Tanzania bara? Ubora gani, namna gani Young Africans? Kitu gani ambacho kimebadilika ambacho wengine wapinzani hawana hicho kitu? Tunaomba tuibie siri katika hili. Yaani siri ambayo nataka kuibia ambayo watu hawajui, sawa? Kwamba ligi imetamatika, Yanga ana pointi 75. Sawa, zidi ya pointi 2 kwa Simba na 73. Yanga ana goli 62. Zidi ya Simba zidi ya goli 19 ambazo zilizompita. Yaani na kuibia siri kwamba Yanga ambao sisi wenyewe wana Yanga tunakubali Yanga imeshuka, kwa sababu nenda kaangalie sawa, msimu ambao tuliochukua ubingwa, afu rudi msimu huu tuliochukua ubingwa, ndipo tunaposema kwamba Yanga imeshuka, kwa sababu tushazoea Yanga kupiga goli 100, 170, 200. Ndio Yanga ambayo tumezoea sisi. Leo Yanga ina goli 62. Shona vizuri. Kwa hiyo siri na waibia hawa makoro ambao wajue Aviole FC, sawa, kwamba Yanga inashindana na Yanga yenyewe. Kwa kama inashindana na Yanga yenyewe itakuwa bingwa zaidi ya mara 10 mfululizo. Bwana, hii ni Proud Mbagala TV. Kiongozi, nikushukuru sana. Asante sana. Brother, mambo vipi? Safi kabisa. Kwa majina unaitwa nani? Majina naitwa Mbike Junior. Mbike Junior, wewe kwanza shabiki wa timu gani kati ya timu mbili hapa nyumbani Tanzania bara, kwa maana Simba Sports Club au Young Africans, pengine Azam FC na Singida na timu zote? Mimi ni baba kwenye familia. Sijakuelewa Mbike.
baba kwenye familia, manake mimi ni Dar es Salaam Young Africans. Dar es Salaam Young Africans, mitaa Twiga na Jangwani Kariakoo, mabingwa mara 5 mfululizo wakiwa ni ubingwa wao 32 ligi kuu Tanzania bara. Unazungumzaje ubingwa wa Yanga na mwenendo wa msimu ligi kuu Tanzania bara kwa ujumla? Inawezekana ukasema msimu ulikuwa mgumu sana, lakini hii inaweza ikawa hisia za watu, kila mtu ana vile anachokifikiri. Lakini kimsingi sisi tunachoshukuru tu kwamba msimu huu umekwenda sambamba na jamaa zetu, walijaribu kutufukuzia kwa karibu zaidi, lakini bado tu tumeonyesha uamba wetu na bado tukachukua ubingwa msimu huu. Kwa hiyo mimi nachukua nafasi hii pia kuwapongeza wanayanga wote Tanzania na nje ya Tanzania kwamba hii ndio klabu yetu, tunapaswa kuishangilia na kuishabikia na tunapaswa kuisupport kwa kila hali itakayotokea kwenye mpira huu. Lakini pia tunashuhudia Young Africans sambamba na ubingwa mara 5 mfululizo msimu, baadhi ya watu wamezungumza Young Africans haikuwa bora katika eneo la uwanjani, kwa maana usajili uliofanya dirisha kubwa wote uliishia njiani, wakaja watu wengine. Wengi wanaamini ubingwa wa Young Africans umekuwa ni bingwa imetumika nguvu kubwa nje ya uwanja, kwa maana management imefanya kazi kubwa zaidi. Hii unaweza kuizungumziaje na maana watu kwa kata ngebe watu wote wanazungumza ubingwa wa Yanga umekuwa ni ubingwa wa janja msimu huu? Kwanza ukimsikiza anayesema kwamba Yanga Afrika msimu huu ilikuwa ina kiwango kibovu, ukimuuliza atakwambia anaifananisha na Yanga, yani anaifananisha na timu gani? Mwisho wa siku utakuta anaifananisha na Yanga yenyewe ya msimu uliopita. Umeona? Yani wanaiona Yanga mbovu msimu huu, lakini wanaifananisha na Yanga yenyewe. Maana yake bado Yanga iko kwenye top Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Lakini pia ubingwa wa Young Africans umekuwa furaha imepungua baada ya Pacome Zouzoua kupata rafu mbaya siku ya jana na kuumizwa mchezaji wa JKT Tanzania Hassan Wahabi. Hii kwako umepokeaje, na ubingwa huu furaha kama imepungua juu ya tukio la Pacome Zouzoua watu wakiliwaza? Kwako kwanza kuzungumzaje tukio hili na kitendo ambacho kimetokea katika mchezo wa jana? Ni kweli kinatutia huzuni kumuona fundi wa boli amepata majeraha makubwa kama yale. Hiyo ni kitu ambacho kwa kweli kwa kila mwana Yanga lazima awe mnyonge kwenye hilo. Lakini sio jambo ambalo si tulichukulie kwa ukubwa sana, yani tumuone kwamba yule jamaa aliyofanya kitendo cha kikatili au kitendo cha ovyo au kama vile katumwa kama watu wanavyosema. Hapana, ile ni ajali ya kimpira ambayo inatokea na sio mara ya kwanza kwa Pacome. Wako wengi ambao wamepata ajali kama zile za kimpira, watu wanavunjika, kuna wengine wanakufa kabisa uwanjani. Kwa hiyo sisi tuchukulie tu kwamba ile ni ajali ya kimpira. Wana Yanga tu tumsupport Pacome, tumpe moyo, tusije tukamtengenezea mazingira ya stress, na yeye ajione kama miongoni mwa wana Yanga. Kwa hiyo mpaka hapa atakapopata majeraha yake kupona vizuri, basi tuwe naye tu kama tulivyokuwa naye Kwasi kwa msimu mzima, basi na Pacome tunapaswa tushikamana naye hivyo kama tulivyofanya kwa Kwasi. Lakini tumalize katika hili kupitia Pride Mbagala TV, nafikiri viongozi wa Young Africans na Young Africans wote wataenda kutizama na kuona kile ambacho amekiongea jioni ya leo katika viunga hivi vya KM. Young Africans kwa mwenendo wa mwaka huu ulivyoshuhudia msimu wa 25-26 na misimu iliyopita, kuelekea msimu ujao, nini Young Africans viongozi wakiboreshe? Kitu gani ambacho kiboresho zaidi kiwekwe sawa ambacho mwaka huu ukiona kimekosekana ama kimepungua katika klabu ya Young Africans? Yani ni swali zuri. Kilio changu nakipeleka kwa rais wetu. Nafikiri siku zote nazungumza, haijawahi kutokea rais wa klabu Tanzania hii, rais wa klabu ambaye ana uweledi mkubwa kama health engineer. Kwa hiyo nachokiomba kinachotaka kukizungumza hapa basi ndo akifanyie kazi msimu huu. Msimu uliopita na msimu wa jana na msimu huu, kilichotutesa zaidi sisi ni mabadiliko ya mabenchi ya ufundi. Yani hapo ndo tulianza kufeli kwenye mazingira hayo. Kwa hiyo jambo hili natakiwa alifanyie kazi na alifanyie kazi kwa umakini zaidi. Alete benchi la ufundi lililokuwa bora na tulivumilie. Sio usajili. Usajili sisi tulifanya vizuri kwenye usajili. Usajili mimi naamini tulifanya vizuri. Isipokuwa mabenchi ya ufundi kuyabadilisha mara kwa mara, haya ndio alichangia hata wachezaji wazuri tuwe wasajili wakashindwa kukliki kwenye ligi yetu ya Tanzania na wakaonekana wabovu, lakini hatimaye huko tulikowapeleka kwa mikopo leo wanafanya vizuri na wanazisaidia timu zao. Kwa hiyo kimsingi benchi la ufundi watakayo lisajili jipya wahakikishe linabaki kuwa salama na wanalilinda na walivumilia kuwapa muda ili mradi watutengenezee timu iliyokuwa bora kwa ajili ya msimu unaofuata, lakini sio kwa msimu uliofuata tu. Kwa sababu sisi tunaamini Yanga Afrika hata bila kocha kombe hili la ligi kuu Tanzania bara, hata tusiwe na kocha, sisi tuna uhakika wa kuchukua taji la 15. Uhakika huo upo na tunaweza kufanya hilo jambo. Sisi tunachotaka sasa tuvuke kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Kilio chetu wana Yanga wengi tunayependa mpira, hatutaki kuona tunamfunga Simba, hatutaki kuona kwamba sisi tunachukua kombe la ligi kuu Tanzania bara. Sasa tunataka kuiona timu yetu ina move kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Nikimaanisha tunataka kuiona sasa kwenye klabu bingwa tunafanya vizuri na tunaonekana kuwa tishio zaidi kuliko vilabu vingine vyote ambavyo vimewahi kupita Afrika Mashariki na Kati. Haya si maneno yangu, ni maneno ya Mbiki akiwa ndani ya Mbagala yake anajidai. Brother, nikushukuru sana. Asante sana.